Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kujifunza namna ya kuzikamata nyakati zako na kuzifanya ziwe nyakati njema kwenye maisha yako siku zote. Jinsi gani unaweza kuzigeuza nyakati zako ili kunufaika na kila wakati na majira. Mungu ni Mungu aliyeumba nyakati. Mungu ndiye Mungu aliyeumba majira. Mungu ndiye aliyeruhusu yatokee masika, itokee kiangazi, itokee vuli, itokee kipupwe. Mungu ndiye aliyeruhusu itokee nyakati mbalimbali, itokee usiku na mchana. Lakini Mungu aliumba kwa ajili ya faida. He created everything for the advantage of a man. Mungu aliumba kwa ajili ya faida ya kila mtu. Ndio maana aliumba kila kitu, akaandaa mazingira yote katika ubora wake. Akaumba mbingu, akaumba nchi, akaumba bustani ya Edeni, akaumba kila kitu. Alafu baada ya hapo akamuumba mwanadamu, akamweka katika bustani ya Edeni. Mungu alikusudia mwanadamu anufaike, afaidike, aishi katika mema, ayaone mema siku zote. Ndio maana Mungu alikuwa kila siku jioni anaenda kumtembelea mwanadamu. Lakini kosa moja la kutenda dhambi, la kumtoa, ndio lilimtoa mwanadamu kutoka bustani ya Edeni. Haijawahi kuwa tofauti hata leo. Dhambi ndio inayemtoa mtu kutoka katika nyakati njema ambazo Mungu ameziweka. Dhambi ndio inayokutenga na uzuri wa Mungu ambaye Mungu amekuandalia. Angalia, dhambi ndio inakufanya uingie katika migogoro na familia yako. Dhambi ndio inakufanya uingie katika migogoro na ndoa yako. Dhambi ndio inakufanya upate matatizo kwenye kazi yako. Dhambi ndio inakusababisha upate na magonjwa. Afya inakuwa mgogoro kwa sababu ya dhambi. Dhambi inakutenga na uwepo wa Mungu. Dhambi inakuondoa kwenye kusudi jema la Mungu. Lakini wakati huu ungana nami katika dakika hizi chache upate kujua nguvu itakayokusaidia kuzikamata na kuzirejesha nyakati zako, ili nyakati zako zote ziwe nyakati za ubora. Inapatikana kitabu cha Matendo sura ya 3:19. Tubuni basi, mrejee, dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kurudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Hatua ya kwanza inayokupa kuweza kuzikaribia nyakati njema, nyakati bora, nyakati za matumaini, nyakati za ushindi. Hatua ya kwanza kabisa ni hatua ya kutubu. Kutubu. Ukitubu na kuzungama dhambi zako, Biblia inatuambia unarejeshwa kwenye nyakati za kurudishwa. Kutubu kunampa Mungu nafasi ya kuiongoza maisha yako. Kutubu kunampa Mungu nafasi ya kuingia ndani ya moyo wako na kuyageuza maisha yako kutokea ndani. Kutubu kunaondoa dhambi, kunamuondoa shetani kama mtawala au kama mtesi kwenye maisha yako. Ukitubu unampa Mungu ruhusa ya kuiongoza maisha yako. Ukitubu unamruhusu Roho Mtakatifu ayageuze maisha yako. Inawezekana unajiuliza, mimi nawezaje kushinda dhambi? Inawezekana unajiuliza, huu uongo mbona ni ngumu kuacha? Kila siku umejikuta unaendelea kudanganya. Unajikuta upo kwenye mazingira ambayo ni lazima udanganye ndio upenye. Unajikuta upo kwenye mazingira ambayo lazima ufanye kadhambi fulani, lazima uweke karushwa fulani ndio upite. Lakini nikuhakikishie, ukiamua kwa dhati kuitubu na kuiacha dhambi yako, uko mlango ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yako. Biblia inasema kwamba nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wake. Damu ya Yesu inaweza kugeuza maisha yako. Damu ya Yesu inaweza ikakusaidia ukaweza kuishinda hiyo dhambi jumla na ukaiacha. Lakini unapaswa kuamua kwa dhati kutokea moyoni mwako kutubu na kuiacha. Baada ya kutubu kuna hatua nyingine inaitwa kurejea. Ukisha tubu unaamua kuyarejesha maisha yako kwenye mikono ya Mungu. Unaamua kuyakabidhi maisha yako kwenye mikono ya Mungu. Unaamua kuyakabidhi maisha yako kwenye fundisho la kweli ya neno la Mungu. Nao wataifahamu kweli, na kweli itaweka huru. Wakamuuliza Yesu, unasemaje sisi tuko huru? Mbona sisi si watumwa? Akasema Yesu, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo kumpokea Kristo na kurejea
kwenye mikono yake na kuongozwa kwenye kujua kweli, unatolewa kwenye utumwa wa dhambi. Kumbe huo uongo unaofanya umekufanya kuwa mtumwa. Shetani alipomwibia mwanadamu utawala, alimweka chini ya submission ya dhambi ambayo inamletea mauti. Kwa roho ya mwanadamu ilipokufa, imeuzwa kwenye utumwa unaomfanya atende dhambi hata kama hataki, utumwa unaomsababisha mwanadamu ajikute tu anafanya uovu yeye mwenyewe hataki, lakini ile dhambi imemgeuza, imemfanya kuwa mateka. Kwa ule umateka ndio unakufanya uendelee kuwa mdhambi. Ule umateka ndio unakufanya uendelee kufurahia hiyo masturbation. Huo umateka ndio unakufanya uendelee kuenjoy furaha ya muda mfupi ya dhambi, lakini baada ya hapo roho yako inasononeka na kuugua ndani, kwamba unachokifanya ni maangamizi, unachokifanya ni uharibifu, unachokifanya ni kinaharibu nafsi yako. Kwa kule kuharibu nafsi yako ndio unakuletea matatizo ambayo yako kwenye jamii. Sasa anasema ukitubu na kurejea, dhambi zako zinafutwa. Dhambi zako zikishafutwa, Mungu anakukaribia ndani yako. Mungu anarejea tena, uwepo wa Bwana unaanza kuyatawala maisha yako. Anasema zipate kuja nyakati za kurudishwa kwa kuweko kwake Bwana. Kwa kutubu dhambi na kuziacha kuna ruhusu uwepo wa Bwana, kuna ruhusu uwepo wa Mungu kwa maisha yako. Yusufu mke wa Potifa alipomtamani Yusufu katika kitabu cha Mwanzo 39, Yusufu akasema, nitendeje uovu huu mbaya, uovu huu mkubwa, nimkose Mungu. Kwa Yusufu alijua kwamba uwepo wa Bwana ndio unaleta nyakati za kurudishwa. Uwepo wa Bwana ndio unaleta nyakati zinazomuongoza mtu kuelekea kwenye kesho yake. Yusufu alikuwa na ndoto kubwa. Yusufu alikuwa na ndoto za kuwa kiongozi katika familia yake. Yusufu alikuwa na ndoto za kuwa kiongozi ambazo zilikuja kutimia kwa yeye kuwa kiongozi au mtawala wa nchi yote ya Misri pamoja na dunia yote. Akawatoa ndugu zake akawaokoa ndugu zake na ile njaa ya miaka 7 kwa kutafsiri ndoto za Farao. Ile ilitokana na yeye kuheshimu nafasi ya kumtii Mungu, kuheshimu nafasi ya kutokutenda dhambi, ambayo ilimpa nafasi ya Mungu, uwepo wa Mungu kuendelea kuiongoza maisha yake. Alipokuwa gerezani, Mungu aendelee kuiongoza maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu alisema, nitendeje uovu huu nimkose Mungu? Akasema, nitendeje uovu huu nimkose Mungu? Uovu mkubwa, huo uovu ndio unakufanya umkose Mungu. Unapomkosa Mungu nafasi yako, na shetani anaichukua hiyo nafasi. Shetani akichukua hiyo nafasi, anakupiga, anaziondoa nyakati za kurudishwa, anaziondoa nyakati njema, anakuletea uharibifu, anakuletea mabaya. Siku ya leo, ndugu yangu, amua kumkataa shetani, amua kurejesha uwepo wa Bwana, amua kurejesha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Ukirejesha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, unarejesha nyakati za kurudishwa. Ukiamua kurejea kwa Mungu, unarejesha nyakati njema kutoka kwa Bwana. Nataka nikuoneshe kitu kingine cha maana sana kinapatikana katika kitabu cha Isaya sura 33 mstari wa 6. Isaya 33 mstari wa 6. Nyakati zako zitakuwa nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa, na kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Kwa Mungu anataka uamue kumcha yeye kama akiba yako, kama kitu cha maisha yako, kama culture. Mungu anataka umche yeye, anataka umwamini yeye, umwabudu yeye peke yake, to give honor to him, yani umthamini na kumpa nafasi jumla, nafasi ya moyo wako wote, nafasi ya maisha yako yote, ili Mungu akuletee nyakati za kurudishwa. Zinaitwa nyakati za kukaa imara. Nyakati za kukaa imara. Anasema nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Kwa Mungu ameziandaa nyakati za kukaa imara kwa ajili ya watu wanaompenda. Anasema katika Warumi 8:28, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao ili kuwapatia mema. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao ili kuwapatia mema. Inawezekana unasema unampenda Mungu, lakini anasema kumpenda Mungu sio kwa maneno. Msipende kwa neno tu, bali kwa tendo. Kwa Mungu kumpenda sio kusema nampenda Mungu, sio kusema Yesu nakupenda, sio kuimba Yesu nakupenda umali yangu kupendana nawe kamwe. Sio kuimba tu, ni zaidi ya kuimba. Kumpenda Yesu ni kuzishika amri zake. Anasema yeye anipendaye uzishika amri zangu.
nami nitakuja na kujidhihirisha kwake. Kwa kumpenda Kristo ni kuzishika amri zake. Ukishazishika amri zake, anakuletea nyakati za kuburudishwa ambazo zinaitwa nyakati za kukaa imara. Kwa anaposema nyakati za kukaa imara, manake hautayumbishwa na upepo wa dunia, hautayumbishwa na mambo yanayotokea duniani, kwa sababu wewe ukimpokea Kristo, nyakati zote zitakuwa nyakati za kurudishwa. Nyakati zote, wakati wengine wanapita kwenye nyakati ngumu, wakati wengine wanapita kwenye nyakati za magonjwa, wakati wengine wanasema wanapita kwenye nyakati za ukame, wakati wengine wanasema wanapita kwenye nyakati za vilio, wakati wengine wanapita kwenye nyakati za bonde za vilio, wewe unageuza hilo bonde za vilio kuzifanya kuwa nyakati za kicheko. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Bwana hauruhusu hizo nyakati za kulia, hauruhusu zile nyakati za kulia zikufanya na wewe ulie. Ni kweli zitakuwepo nyakati za kulia kwa wengine, lakini kwako zitakuwa ni nafasi au nyakati za kugeuza na kuzifanya kuziburudisha kuwa vicheko. Anasema unapopita, anakuwa pamoja na wewe unapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Manake ukipita na Bwana, yeye anakuwa mfariji wako, anakuletea nyakati za kurudishwa. Tumeona uwepo wa Bwana unaleta nyakati za kurudishwa, nyakati za kukaa imara. Manake hakuna kuimbishwa, hakuna kupita kwenye magonjwa, mateso yote Bwana anageuza. Anasema pia hizo nyakati zitakuwa nyakati za wokovu tele. Manake wewe utakuwa ni mtu ambaye unaokolewa. Wakati zinapotokea nyakati za kuwatikisa watu, zinapotokea nyakati za mabaya, zinapotokea nyakati za riski, wewe utakuwa umebeba hazina ya wokovu. Anasema wokovu tele. Tunajua kabisa Mungu ni wa utele. Mungu ameumba kila kitu ambacho Mungu amekiumba kimeumbwa katika utele. Mungu ameumba maji katika utele, ameumba hewa katika utele, ameumba ardhi katika utele, ameumba mito, bahari katika utele. Kila kitu Mungu ameumba katika utele. Kwa anasema atakuletea nyakati za wokovu tele. Kwa maana yake majira yote, nyakati zote kwako itakuwa ni wokovu tu. Hata itokee magumu kiasi gani, utaona wokovu wa Bwana kwa maisha yako, utaona msaada wa Bwana kwa maisha yako. Anasema tena hizo nyakati zitakuwa nyakati za hekima na maarifa. Kwa Roho Mtakatifu atakuwa anakufundisha hekima. Roho Mtakatifu atakuwa anaachilia aina fulani ya maarifa ambayo hayapatikani kwa watu wengine. Hizo hekima na maarifa zitakusaidia kufanikiwa katika nyakati ngumu. Zitakusaidia wewe kuwa na akili ya kuweza kuzishinda nyakati ngumu, lakini kuibuka kwa msaada kwa wengine. Nyakati ambazo wengine wana compromise na kutenda dhambi, ndio wewe unauona msaada wa Bwana, unaiona hekima, unaona akili bora ya kuweza kushinda hizo nyakati ngumu, akili bora ya kuweza kushinda hayo majaribu na kuibuka na ushuhuda. Nyakati ambazo wengine wangesema sasa basi tu Mungu mwenyewe anajua, lakini wewe unapata akili bora ya kuweza kushinda. Wakati ambapo wengine wanasema uchumi unashuka chini, ndio Bwana anajitokeza, anakufanyia mambo ambayo jicho alikuwa kuyaona, sikio alikuwa kuyasikia, haijawahi kuingia kwenye moyo wa wanadamu, lakini Mungu huwafunulia wale wampendao kwa Roho Mtakatifu. Kwa huyu Roho Mtakatifu ambaye utamruhusu aje kwa maisha yako, anakuletea nyakati ambazo siku zote utaona mema, hautaona mabaya hayatakupata, wala tauni alibuyo haitaikaribia hema yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ataleta creative mind, atakuletea hekima ya kuunda vitu. Hekima hiyo itakusaidia wewe kuishi utakatifu, lakini pia itakusaidia wewe kushinda nyakati na majira. Ni jambo lingine ambalo nataka nikuoneshe, ni atakusaidia pia kuendelea kuishi nyakati za kumcha yeye. Atakuongoza na kuwezesha kuendelea kumcha yeye. Ni uamuzi rahisi tu kuamua kumpokea Kristo, lakini anataka umaanishe kutoka moyoni mwako, umaanishe na kukubali kuziacha dhambi zako. Ni wale tu ambao wameamua ndio ambao Mungu anawasaidia. Mungu anakusaidia kwanza kwa wewe kuamua. Kwa nini? Kwa sababu alituumba ili akatuachia free will. Anasema katika kitabu cha Mwanzo 1:26, anasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, ili waende wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na nchi. Maana Mungu ameweka utawala juu ya vitu vyote kwenye mikono yako. Amekupa maisha yako mikononi mwako. Ukiharibu maisha yako ni wewe mwenyewe, ukiyajenga maisha yako ni wewe mwenyewe. Lakini anasema tena, tazama na nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, chagua uzima upate kuishi. Kumbe ukichagua mauti utakufa, ukichagua dhambi
utakufa, utaenda jehanamu ya moto, utaishi kwenye matatizo. Lakini sio kama Mungu hawezi kuokoa. Mungu anaweza kukuokoa, ila anataka wewe mwenyewe uchague kumfuata. Ndio maana Yesu anasema, yeye anifuataye sitamtupa hata kwenda gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa kumbe Yesu anataka wewe umfuate, sio yani yeye ameleta wokovu, amekuletea wokovu tele. Asaba anasema katika Yohana 10:10 kwamba mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa uzima wa Mungu ni tele. Uwezo wa Mungu wa kukuokoa wewe ni tele, haujapungua. Mkono wa Bwana haukupunguka hata asiweze kuokoa. Kitabu cha Isaya. Mkono wa Bwana haukupungua, Isaya 59 mstari wa kwanza. Haukupungua hata asiweze kuokoa, lakini maovu yenu yamewafarakanisha yeye hata asiweze asitake kutazama. Kwa Mungu mkono wake haujapungua, uwezo wa Mungu hujapungua kukushindia dhambi, uwezo wa Mungu haujapungua kutoa kwenye matatizo, uwezo wa Mungu haujapungua kukuokoa wewe na jehanamu ya moto, lakini unapaswa ufanye maamuzi. Mungu anataka ufanye maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu alikupa sura na mfano wake. Amekupa uwezo wa kuumba, amekupa uwezo wa kuwa mtu ambaye unayeumba maisha yako. Uzima na mauti vipo kwenye uwezo wa ulimi wako. Ukichagua uzima leo, utapata kuishi. Ukichagua mauti leo, utakufa. Kwa hiyo mimi nakushauri kama ambavyo amesema, chagua uzima upate kuishi. Chagua uzima upate kuishi. Chagua baraka kwenye maisha yako. Unaamua kuchagua baraka kwa kutumia kinywa chako, kwa kufanya maamuzi sahihi kila siku. Baada ya kusikia neno la Mungu, unaamua kufanya maamuzi. Sasa na ukaribisha ufanye maamuzi ya kumpokea Yesu wakati huu. Sasa kama umeamua kumpokea Yesu, sali sala hii pamoja na mimi. Sema, kama umeamua kutoka moyoni mwako, sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba nisamehe. Nitakase makosa yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima wako cha mwana kondoo. Naomba Yesu unipokee kama mwanao. Nijaze Roho Mtakatifu kuanzia sasa na hata milele. Nimekubali kuziacha dhambi zangu ili nione nyakati za kuburudishwa, nyakati zilizo imara, nyakati za wokovu tele, nyakati za hekima na maarifa. Kumcha Bwana kama hazina yangu ya akiba. Nione msaada kwenye maisha yangu. Ninaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Kama umempokea Yesu, chukua namba yangu. Unahitaji kujifunza neno la Mungu ili maisha yako yaendelee kugeuka, ili uendelee kuiona mema kwenye maisha yako. Kisha mpokea Yesu, unahitaji walimu watakao kufundisha na kukuongoza kwenye kujua kweli, ili uweze kukulia wokovu, ili maisha yako yawe imara. Inawezekana hata wewe mwenyewe mwingine ulikuwa umeokoka, lakini umebackslide, umerudi nyuma. Umeona maisha ya wokovu ni magumu. Unahisi kama maisha ya wokovu ni historia. Ni kuhakikishia maisha ya wokovu sio historia. Uko msaada wa Bwana, lakini unahitaji kujifunza neno la Mungu litakalo kuuisha kila siku, litakalo kuyageuza maisha yako, likupe hatua mpya, ili hata wewe mwenyewe ukafundisha wengine, ukawageuza wengine, ili ufalme wa Mungu upate kuendelea kuongezeka na kupanuka kwenye maisha yako. Namba yangu ni 0778392548. Narudia tena. Namba yangu ni 0778392548. Mimi ni Pastor Julius Elisha. Mungu akubariki sana. Amen.